Injili. Kushiriki Injili. Bwana asifiwe. Kushiriki Injili ni kusambaza habari njema. Hata hivyo neno Injili linamaanisha habari njema. Habari njema hizo ni zipi? Ni zile ziletazo wokovu wa mwanadamu. Unafikiri ni kwa nini Yesu Kristo hajarejea mpaka leo? Ni kwa nini Yesu Kristo hajaja mpaka leo? Maana Ellen White anasema kwamba kama watu wa Mungu wangetenda wajibu wao katika kutangaza Injili kwa ulimwengu, Kristo angekuja mapema. Tumaini la Vizazi Vyote, kurasa 663. Ujio wa Kristo umecheleweshwa kwa miaka mingi kwa sababu kanisa halijatimiza kile ambacho Mungu alikitangazia kukitenda. Evangelism, kurasa 695. The Great Controversy naye anasema Kristo angekuja wakati wowote, hangekuja wakati wowote mpaka ujumbe wa mwisho wa rehema umefika kwa kila sehemu ya dunia. Bwana asifiwe. Yesu hajaja ni kwa sababu tu hatujamaliza kazi ambayo ametuagiza kuifanya. Katika kitabu cha Mathayo ile sura ya 28 iko habari fulani ambayo tunaita the Great Commission. The Great Commission ambayo tulipewa na Yesu Kristo mara tu ya kufufuka, wakati anataka kuondoka. Sasa kuondoka nikimaanisha kwa jumla kuingia katika chumba cha patakatifu kule mbinguni kuanza huduma ya uombezi. Aliwaambia wanafunzi wake kwamba tutakutana Galilaya, na siku hiyo anakutana nao pale mlimani Galilaya, wakiwapo wanafunzi wale pamoja na waumini wapatao 500. Tumaini la Vizazi Vyote linasema hivyo. Hawakuwa mitume tu. Ndipo katika ule mstari wa 18 anasema Yesu akaja kwao. Biblia tamu jamani. Hebu soma hata wewe. Yaani Yesu akaja kwao. Yesu akaja kwao, akasema nao. Unaona Biblia hivyo nzuri? Yesu anakuja kwangu, alafu anasema nani? Alafu ananiambia. Yesu akaja kwao pale mlimani, akasema nao, akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Anajitambulisha. Mstari wa 19 anasema, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, na tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Bwana asifiwe. Yesu bado hajaja ni kwa sababu hatujatimiza ipasavyo habari hii ya Injili. Katika Mathayo hii sura ya 24 na mstari wa 14 nao unasema hivi, tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote, hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Bwana asifiwe. Ili Yesu aje, tunapaswa kuhubiri Injili kwa mataifa yote, kwa kabila zote, kwa lugha zote. Jumbe wa malaika watatu wa Ufunuo 14 mstari wa 6 hapo mpaka wa 10. Wapendwa, tunalo jukumu tumepewa na Mungu
la kwenda kuhubiri injili kwa watu wote. Pate kumfahamu huyu Yesu, na wakishapata kumfahamu huyu Yesu, wakikubali na kutii, wapate kuokolewa, kupata uzima wa milele. Lakini si wote wataokolewa, kwa sababu wapo ambao watakataa. Ndio maana 24:14 nasema kuwa ushuhuda. Yaani wasiwe na kile cha kusingizia kwamba mimi sijawahi kusikia habari hizo njema. Wote wasikie. Leo hii duniani iko 10 windows kule hawajapata habari njema. Katika bara la Asia, lakini Mashariki ya Kati hapa Afrika pamoja na Afrika Kaskazini, watu kama bilioni 3 bado hawajasikia kabisa kwa habari ya Kristo. Hawajasikia. Hapo unaweza kufikiri ni mbali huko tu. Hata Tanzania wako watu hawamfahamu Yesu. Wapo. Ambia bwana unamfahamu Yesu, asema mimi mgeni hapa, labda kaulize pale mbele. Si kwamba anatania, ni kweli hajawahi kusikia hizo habari. Wako ndugu zetu wa Alizabe kule karibu na niliko kule. Wapo. Hawafahamu hizi habari. Na ni nani atakayewampelekea hizi habari? Ni mimi na wewe. Wapendwa, turudi katika hii mstari ya 18 mpaka 20. Yesu alipokuja kwao hawa mitume, kumbuka kwamba walikuwapo na waumini wengine wapatao zaidi ya 500. Yesu alitoa hili agizo si kwa watu ambao ni mitume tu, bali kwa watu wote. Na kabla hajatoa hii huduma ambayo wanapaswa kwenda kuifanya, Yesu anajitambulisha. Unajua utambulisho una nguvu sana. Utambulisho una nguvu sana. Una nguvu sana. Anaweza kaja rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hapa ukakaa naye kikao hakuna unamuona mtu wa kawaida, lakini baadaye akitambulishwa na ukimwangalia vizuri unamuona kumbe ni Samia Unajua unapomuona kwenye picha na ukimwona live ni tofauti. Akishatambulishwa ndio unakaa kwa heshima. Ukikaa naye hapo hebu nishike. Lakini atakapotambulishwa kuna heshima fulani kuna nidhamu utaipata. Sasa Yesu kwa kutambua itifaki ambayo tulifundishwa hata Sabato ile protocol, Yesu alipokuja kwao akajitambulisha akasema, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Wapendwa, anayetutuma tukapeleke habari njema ziletazo wokovu ana mamlaka yote mbinguni na wapi? Yesu ana mamlaka mbinguni juu ya viumbe vyote vya mbinguni. Alafu tena na hapa duniani yeye ndiye mtawala wa amani. Yeye ndiye mmiliki wa vitu vyote vilivyopo hapa. Alafu huyo mwenye mamlaka hiyo, wanafunzi waliposikia hivyo na wale watu waliposikia hivyo, unajua Ellen White anaandika kwamba waliosikia habari hizi, wengine walikuwa hawajawahi kumuona Yesu kabisa, lakini wengine walikuwa wamewahi kumuona Yesu akifanya huduma katika mitaa ya Galilaya na Nazareti pamoja na wanafunzi wake. Kwa hiyo alipojitambulisha hivyo kwa wote kwamba yeye ndiye mwenye mamlaka, alafu baadaye ndipo anawaambia basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu. Hasemi nawaomba mwende au mkipenda mwende. Anasema basi hii ni agizo, ni amri. Biblia ina amri nyingi, ukiachana amri 10 hii pia ni basi enendeni ulimwenguni mwote mkahubiri injili kwa lugha nyingine na tukawafundishe watu habari njema. Rafiki zangu, huyu Yesu ambaye anatutuma tukahubiri habari njema ni yule Yesu ambaye Mwanzo 1:1 inasema hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nini? In the beginning Elohim. Yesu anatajwa hapo. Elohim hiyo sio singular, ni plural, inamaanisha wingi.
Yesu alifika katika uumbaji, alafu baadaye nasema Roho wa Bwana alikaa juu ya nini? Ya vilindi vya maji. Yesu ni muumbaji, anatutuma kwa wale ambao hawajamjua Kristo, twende tukawahubirie habari njema. Nilisema hivi, hata niliseme tena. Yaani sikiliza, Yesu ndiye aliyeumba, na mwanadamu akaanguka akaingia katika dhambi. Yesu huyo akaja pale kwenye bustani ya Edeni, akachinjwa. Sasa ifundisha hapa, akachinjwa Yesu. Aliyechinjwa pale ni mwanakondoo, lakini aliyemwakilisha Yesu Kristo ni Israeli. Ndio Israeli ndio mwakilisha Yesu Kristo ajaye ambaye atachinjwa, na anayechinja ni yule mdhambi, ndipo anawafanyia mavazi. Lakini baadaye akatembea na wana wa Israeli, akatembea na wana wa Israeli jangwani, akawafundisha. Alikuwa ni Yesu yule. Lakini baadaye anakuja kuacha mbingu. Hii ni physical kabisa. Anaacha mbingu, hii ni halisi kabisa. Anaacha mbingu, anakuja kuishi kama mwanadamu. Tena si mwanadamu kama wewe na mimi leo. Anaishi kama mwanadamu yule wa hali ya chini kabisa. Hana uzuri, havutii. Hakuna mtu ambaye anaweza kumtamani. Wangekuwa mabinti wa leo wangemkataa. Hata hivyo Yesu hakuja kuokoa. Alikuja kwa ajili ya kutuokoa. Sikiliza. Alikuja kuokoa yule aliyeanguka dhambini. Yeye Yesu akateseka hapa duniani. Yesu akabeba msalaba. Yesu akasulubishwa pale msalabani. Alichapwa mijeledi. Rafiki yangu alinipatia kitu fulani nilipokuwa nachimba katika vitabu vya historia. Anasema kwamba ile mijeledi aliyokuwa anachapwa Yesu, mbele ilikuwa kama vile ina viwaya fulani vyenye vimisumari, ambapo ukichapwa inavyovutwa hivi inatoka na ngozi. Yesu huyo amekuja ili tu amkomboe mwanadamu. Alafu huyo Yesu ndiye anayetutuma kwamba enendeni mkawahubirie Injili wale ambao nimewaumba, wale ambao wameanguka, wale ambao wako katika dhambi. Sikiliza, alafu anasema yeye ana mamlaka yote mbinguni na wapi. Yaani mwende mkawahubirie Injili wale ambao nimewaumba. Pumzi zao ninazishikilia mimi. Yaani kuongea kwao, kutembea kwao, mali zote walizo nazo, mimi ndiye ambaye nimewapatia. Hata hivyo wewe pia ni mali yangu. Pumzi unaovuta ni ya kwangu, nguvu ulizo nazo ni za kwangu. Mimi ndio ninakuagiza sasa, nenda ukamwambie yule hii habari njema kwamba ninampenda, ninamhitaji aokolewe, apokee uzima wa milele. Rafiki yangu, anayetutuma huyu ana mamlaka yote mbinguni na duniani. Tunahofia nini wapendwa? Sikiliza, anasema hivi, natazama. Yani kuwa makini. Angalia, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa nini? Wapendwa, Yesu anasema hivi, yeye anapotutuma kwenda kwa wale ambao wameanguka dhambini, ambao yeye alikuja kuwapia, yeye ambaye aliwaumba hao, anasema hata hivyo mimi bado niko pamoja na nini? Nipo na ninyi. Natamani unielewe vizuri rafiki yangu. Huyu Yesu anasema yuko pamoja na sisi mpaka ukamilifu wa dahari, yani mpaka mwisho wa dunia. Yani unakwenda kumhubiria mtu habari njema, yule aliyeumbwa na yule aliyekutuma. Anasema ninampenda huyu. Sasa kwa nini tunaogopa rafiki zangu? Yesu yuko pamoja na sisi. Alafu anatutuma kwa wale ambao amewaumba yeye na aliwapia. Anasema mkawaambie mimi nawapenda, natamani waokolewe. Wapendwa, labda mnielewe vizuri. Nitoe mfano huu. Wewe umeenda jeshini pale. Umeenda pale jeshini. Mkuu wa majeshi pale akakuagiza, akakwambia hivi, nenda kawaambia wale pale wanajeshi ile kambi wote watutumae waanze kuruka kichura. Hivi kiwalisia wewe ambaye si mwanajeshi utaogopa? Utahisi kwamba wale hawatanitii? Kwanza hapana.
Lakini yule mkuu wa majeshi anasema hivi, huendi peke yako, tunakwenda wote. Mnaongozana, mnafika pale, anakwambia hayatoa hilo tangazo. Unasema, oya kuruta chini, lokeni kichula. Hivi watakutii hawatakutii? Watakutii si kwa sababu yako, ni kwa sababu ya huyo ambaye uko naye. Acha nikupatie mfano mwingine. Wewe ni mwanafunzi wa darasa la 3. Mkuu wa shule akakutuma kwa darasa la 7. Anakwambia kawaambie kwa sababu wanapiga kelele watoke nje waanze kuruka kichula hapo. Wewe darasa la 3 utaogopa kwamba hawatanisikiliza, hawatanitii. Lakini anakwambia wewe ni peke yako, unakwenda na mimi mkuu wa shule. Unakwenda na mkuu wa shule na ufupi wako, anakusogeza pale juu ya dawati, anasema toa tangazo. Unamwambia napiga kelele tokeni nje, lokeni kichula. Watakutii si kwa sababu yako, ni kwa sababu ya nani? Ya mkuu wa shule. Sikiliza wapendwa, anayetutuma huyu ana mamlaka yote. Alafu anasema anakwenda pamoja na sisi. Kwa nini unaogopa? Kwa nini ninaogopa kwenda kumwambia yule aliyeungana na huyu kwamba yule aliyekuumba anakupenda? Anasema umesahau amri 10 za Mungu, umeisahau Sabato. Ikumbuke siku ya Sabato na uitakase. Ni yeye huyu Yesu ambaye hata yeye katika ile Luka anaeleza kwamba alitunza Sabato. Wapendwa, hivi mpaka hapo kwani hujanielewa? Unaogopa nini? Yesu anasema yuko pamoja nasi. Unajua Isaya 6 anasema hivi kwenye mstari ile nayo ya utume mpaka nani bana. Ni mtume nani? Sikiliza Bwana anaposema. Ni mtume nani? Naye ni nani atakaye kwenda kwa ajili yetu? Atakaye kwenda kwa ajili ya mbingu. Ni nani? Ni mtume nani? Naye ni nani atakaye kwenda kwa ajili yetu? Ndipo Isaya akasema mimi hapa, nitume mimi. Yaani unapoenda unaenda kwa ajili ya mbingu. Yesu Kristo anasema yuko pamoja na wewe. Una kitu cha kuogopa hapa? Ametuahidi kwamba Roho Mtakatifu yuko pamoja na sisi. Una kitu cha kuogopa hapa? Hata hivyo mwili wako ni hekalu la nani? Unaogopa nini? Anasema hivi, nafikiri mnafahamu. Tunapokwenda katika kazi, malaika wanatutangulia. Ninaogopa nini kwenda wakati malaika wamenitangulia na wengine wako pamoja na mimi? Ambao wako pamoja na mimi ni wale waliotumwa kwa ajili ya Injili. Lakini haitoshi, ulipozaliwa tu yuko malaika anayefanya kazi kwa ajili yako. Popote ulipo uko naye. Unaogopa nini? Uko na mbingu. Alafu unakwenda kwa natamani nisemaje unielewe. Ukitambua hilo, hutaogopa kufanya kazi ya Injili. Hutaogopa. Alafu haitoshi, unapokuwa unafanya kazi ya Injili hiyo, ndio Marko 16, ile 16 inasema hivi. Inasema hivi unapokwenda huko. Anasema hivi. Anasemaje? Ni mstari wa ngapi unasema na ishara hizi zitaambatana pamoja nani? Wa 17. Anasema hivi, anapowatuma sasa kwa waenende kufanya kazi, akawaambia nendeni ulimwenguni mote mkahubiri Injili kwa kila kiumbe, aminiye na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Mstari wa 17, sikiliza, na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Wale mitume, sisi tunaotumwa katika kazi, kwa jina langu watatoa pepo. Unajua haya mafungo yasemi ukiwa wapi? Ukiwa katika Injili utatoa pepo kwa jina la Yesu. Alafu utasema kwa lugha mpya. Alafu watashika nyoka. Hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao watapata nini? Hizi ahadi zilitolewa kwa wale wanaokwenda wapi? Kazini. Si kwamba umekaa tu nyumbani, anaitwa mgonjwa unakimbia. Ukitaka hizi ishara ziambatane pamoja nawe, lazima uwe kazini. Bwana asifiwe. Tunalo jukumu la kufanya, wapendwa, tunalo jukumu.
Nampenda mama yangu huyu anaitwa Ellen White, na mimi ni bibi yangu. Anasema hivi katika kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote ukurasa 464, anasema ni kosa kubwa kudhani kuwa kazi ya kuokoa roho inawategemea wachungaji wenyewe. Ni kosa nini kubwa. Kanisa lilianzishwa kwa ajili ya kufanya kazi hii. Wote wanaochukua imani hii wanayo dhamana ya kuwa watendakazi pamoja na Kristo. Anasema hivi, potelea mbali mtu awe na kazi gani, jukumu lake la kwanza linapaswa kuwa kuongoa roho kwa ajili ya Kristo. Wapendwa, hata kama unafanya kazi ya aina gani, jukumu lako la kwanza ni nini? Kuongoa roho. Sisi sote tumeitwa kwenda kutenda kazi pamoja na Kristo, kuwa mashahidi wake. Wapendwa, ukiwa unalima kiinjilisti. Ikiwa unakula, kula kiinjilisti. Ikiwa unalala, lala kiinjilisti. Mpendwa, mwinjilisti analalaje? Analala usiku saa 8 saa 6, anaamka kuomba. Wapendwa, lolote tunalofanya, iwe ni biashara, fanya biashara kiinjilisti. Pastor School, unataka kuoa, oa kiinjilisti. Rafiki zangu Dina, unataka kuolewa, olewa kiinjilisti. Wapendwa, lolote tunalofanya, jukumu letu kubwa iwe ni fanyaje? Kuongoa roho. Iwe ni kuongoa roho. Wapendwa, najua imefika saa 7:01. Ninalitambua hilo. Lakini wapendwa, natamani niwaambie jambo moja hili. Natamani nisome kitu fulani. Anasema hivi, mjumbe wa Mungu huyu, kwa wale ambao watakuwa ni watenda kazi pamoja na Kristo. Wapendwa, thawabu ya kuongoa roho tumewekewa. Wale wote watakaoingia mbinguni ni wale ambao wamewahi kuongoa roho. Bwana asifiwe. Hakuna ambaye ataingia mbinguni alikuwa mzembe katika uongoaji wa roho. Mjumbe wa Mungu Ellen White anasema hayo katika kitabu cha Ellen Writings, lakini pia yamechukuliwa yakawekwa kwenye matukio ya siku za mwisho. Maana matukio ya siku za mwisho ni muunganiko wa baadhi ya vitabu. Anasema hivi, wakati waliokombolewa watakaposimama mbele ya Mungu, roho za thamani zitaitika majina yao yanayoitwa. Wale ambao wapo pale kwa sababu ya juhudi za uaminifu na uvumilivu uliotolewa kwao, ili wakimbilie juhudi za uaminifu na uvumilivu zilizowekwa kwa niaba yao, maombi na ushawishi wa bidii uliotolewa kwao, ili wakimbilie ngome. Hivyo wale ambao wamekuwa wafanyakazi pamoja na Mungu katika ulimwengu huu watapokea thawabu yao. Bwana asifiwe. Anasema hivi, hapata kuwa na mtu yeyote mbinguni aliyeokolewa mwenye taji lisilokuwa na nyota. Ikiwa utaingia, patakuwa na roho fulani katika makazi ya utukufu ambayo itakuwa imeingia pale kupitia kwako. Bwana asifiwe. Tutakapoingia mbinguni, Yesu ataitisha malaika wampatie taji. Anasema kwamba kama utakuwa mtakatifu, acha nisome kwa mbele kidogo. Anasema Ellen White, kubwa mno ya malaika wakileta kutoka katika mji ule mataji ya dhahabu, taji kwa kila mtakatifu na jina lake likiwa limeandikwa juu yake. Yesu alipoitisha mataji,
Malaika walimpatia, na kwa mkono wake wa kulia Yesu mpendwa aliweka mataji hayo juu ya vichwa vyao watakatifu. Bwana asifiwe. Mbinguni watakaoingia ni wale waliokuwa wanaungua roho. Yesu akawaambia malaika, naombeni hizo taji zao za dhahabu. Atapewa zile taji, na Yesu mwenyewe atatuvisha, wapendwa, taji za dhahabu, ambazo hizo taji yameandikwa majina yetu. Limeandikwaje jina langu kitabuni mbinguni? Limeandikwaje? Limeandikwaje jina langu kitabuni mbinguni? Limeandikwaje? Ellen White anaendelea katika matukio ya siku za mwisho, anasema kanisa ni ngome ya Mungu, mji wake wa makimbilio, na anaendelea kulitunza kwenye ulimwengu huu ulioasi. Sikiliza, nataka usikie hii. Kulisaliti kanisa kwa namna yoyote ile ni hila na udanganyifu mbele zake yeye aliyewaamuru wanadamu kwa damu ya mwana wake wa pekee. Sikiliza, kulisaliti kanisa kwa namna yoyote ile ni kumsaliti Kristo. Ni kumsaliti Kristo. Matendo ya Mitume sura ya 1 aya ya 1, kitabu cha Ellen White anasema kanisa ni wakala aliyechaguliwa na Mungu kwa ajili ya wokovu wa wanadamu. Lilianzishwa kwa ajili ya kutoa huduma na utume wake ili kupeleka injili ulimwenguni. Wapendwa, kanisa ni mimi na wewe. Na kama kanisa ni mimi na wewe, ndio maana anasema hivi, kulisaliti kanisa kwa namna yoyote ile ni hila na tunafanya mbele za Mungu. Nataka niseme nini hapa? Tangu dhambi imeingia ulimwenguni, tupo katika vita. Tuko katika pambano la wema na ubaya. Tupo katika pambano la wema na ubaya. Na tunatambua kabisa kwamba atakaye kuwa mshindi ni Yesu Kristo. Ndiye atakaye kuwa mshindi katika hilo pambano. Na tangu mwaka 1844 ndipo tulipoingia katika vita kali sana, vita kuu, mpaka Kristo atakaporudi tupo vitani. Nataka niseme hivi, Mwadventista yoyote, Mkristo yoyote ambaye ameamua kujiunga na kanisa hili la Mungu ni mwanajeshi wa upande wa Mungu. Tupo katika vita, na vita yetu uzuri wake tunafahamu kabisa kwamba tutashinda. Wapendwa, sisi ni wanajeshi wa Kristo. Ndio maana nataka kurelate na hii kitu. Inasema hivi, kulisaliti kanisa kwa namna yoyote ile ni kumsaliti Mungu. Sisi ni wanajeshi tunaopaswa kwenda kuhubiri injili. Endapo wewe ni Mwadventista msabato na hufanyi kazi hiyo ya kuhubiri injili, wewe ni msaliti. Umetusaliti sisi wanajeshi wenzako. Haitoshi tu, umemsaliti mkuu wa majeshi ambaye ni malaika Gabriel. Haitoshi, umemsaliti amiri jeshi mkuu Yesu Kristo. Wapendwa, hatupasi kusalitiana katika safari hii. Kanisa hili la Mungu lipo kwa ajili ya uinjilisti. Kanisa hili la Mungu lipo kwa ajili ya kuhubiri injili. Wapendwa, tusiwe wasaliti. Tufanye kazi ya Mungu. Popote unapokuwa, fanya kazi ya Mungu. Kwa maneno yako, kwa kuvaa kwako, kwa muonekano wako, kwa lolote unalolifanya, fanya kiinjilisti. Taji zipo ambazo tumeandaliwa mbinguni. Wapendwa, tutapewa taji. Natamani niwe mwongoaji wa Roho. Mungu anisaidie
nitakapofika mbinguni niwe nina nyota za kutosha, nyota zangu zing'ae. Ninatamani jina langu liandikwe kule mbinguni. Ninatamani Pastor Framoto jina lako liandikwe kule, hivyo hivyo Framoto liandikwe. Mzee wangu, natamani jina lako liandikwe mbinguni. Mke wangu, natamani jina lako liandikwe mbinguni. Mama, natamani jina lako liandikwe mbinguni. Wapendwa wote ambao tuko hapa, ninatamani majina yetu yaandikwe mbinguni. Bwana atusaidie kuitikia wito huu wa Isaya sura ya 6 na ile fungu la 8 kwamba niko mimi Bwana nitume. Ni kweli sifahamu nabii, ni kweli sifahamu hiki, lakini niko nitume. Nitafanya kile ambacho umeniagiza. Nitafanya kile ambacho ninakifahamu ili nami niwe miongoni mwa wanajeshi ambao si wasaliti. Mungu atubariki sana tunapoamua kuwa waumbuaji wa roho. Natamani wale ambao wamesikia wito huu na wako tayari kwenda kuifanya kazi ya Bwana wasimame wakati mzee Kibaja. Si umekubali kuwa muumbuaji wa roho? Njoo tuombe mzee wangu. Imeandikwaje jina langu huko kitabuni mbinguni, limeandikwaje, limeandikwaje jina langu huko kitabuni mbinguni, limeandikwaje. Nasema asante kwa sababu ya muhimu